Kuna usemi mmoja, mantiki yake unasema hivi: a butterfly may flap its wings but cause a hurricane on the other side of the world. Kwamba kipepeo, kiumbe ambaye hafifu sana, anaweza akapiga mabawa yake ambayo ukiangalia kwa jicho la juu ukaona kwamba hayana effect yoyote, lakini akasababisha kimbunga upande wa pili wa dunia. Haya maneno ya Elon Musk is exactly the same. Anasema hivi, ila utaratibu wetu kama kawaida kwenye Fuse tunaanzaga na salamu. Shalom, Bwana asifiwe, assalamu alaikum. Namshukuru Mwenyezi Mungu, na siku zote wanaanza kwa shukurani, kwa sababu sometimes Mwenyezi Mungu huwa anatukumbusha baada ya muda kupita kwamba hizi neema ambazo tunazo kila siku na tunazitumia kila siku kiasi kwamba tunachukulia ni kawaida au ni haki yetu, Mungu huenda akazigusa kidogo tu ili kukuonesha kwamba yeye ndo anazimiliki na kitu gani ambacho kinaweza kikakutokea iwapo atazigusa neema zile. Mimi wiki hii nimeumwa sana sikio la kushoto limepata infection na imekuwa maumivu makali sana. Ukiangalia masikio yangu, nashukuru Mungu, yanafanya kazi vizuri kabisa. Macho yangu yanafanya kazi vizuri kabisa. Ulimi wangu, macho yangu haya katika kufumba na kufumbua uwaga kuna liquid, uwaga kuna kimiminika fulani ambacho ndo kinawezesha macho yaweze kufunguka na kufunga. Yakikauka yale macho yatakuwa yanauma sana. Koo zetu kumeza, milimi yetu kutembea, misuli yetu, ngozi, nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunavitumia kila siku, huenda tukawa tunajisahau kwamba ni neema ya Mwenyezi Mungu. Na ukiwauliza watu ambao yamewakuta mitihani ya baadhi ya hivi vitu, watakwambia umuhimu wake ni mkubwa kiasi gani. Hata kwenda kujisaidia, kuna watu hawezi kwenda kujisaidia mpaka watobolewe au wapigwe bomba. Kwa hiyo Mungu amenigusa kidogo kunikumbusha kwamba hizi zote ni neema zangu. Sikio limekuwa linaniuma sana. Hapa nilitaka tukumbushane kwamba tuna neema nyingi sana ambazo tunazipata na tunazo, na hatuwezi tukazihesabu hata tukiamua kuzihesabu, lakini tunazichukulia poa. Kwa hiyo ndo mara nyingi sana tukianzaga Fuse tunaanza kumtanguliza Mwenyezi Mungu na kumshukuru. Sasa kauli ya Elon Musk anasema hivi: amazing that some people still think the news is real. Anasema inashangaza kwamba kuna watu ambao bado wanaamini kwamba taarifa ya habari ni kweli. Haya maneno yako ndani ya sentensi moja na mtu unaweza kuchukulia kwa wepesi sana, lakini kwa watu ambao wamejaliwa upeo, na mimi wanasema, na ninasema hapa na naiweka on record, DJ Sma I'm ahead of time. DJ Sma niko mbele ya muda. Kuna baadhi ya watu wataichukulia negative, sio kwamba najisifia. Nimesema na ninarudia kusema, ni kwa neema za Bwana, ni kwa uwezo wa Bwana, ni kwa baraka za Bwana. Akili, uwerevu na neema zingine zote zimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siwezi nikajisifia kwamba ni za kwangu. Ninachokifanya ni kwamba natambua kwamba Mungu amenipa hivi vitu. Ndio maana ndugu zetu wa Kristo wanasema ni kwa neema ya Bwana, kwamba neema zote tulizonazo ni kwa baraka na huruma na upendo wa Muumba wetu. Na Waislamu kwenye Qur'ani nasema wama bikum min ni'matin famin Allah. Basi neema yoyote mliokuwa nayo basi imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Ila mbele anasema hivi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na ama kwa neema za Mola wako zihadithie. Sasa hapa kwa uelewa wangu mimi anamaanisha kwamba toa ushuhuda kwamba hizi neema zimetoka kwa Bwana, kwa sababu usipokubali huwezi kushukuru. Kwa hiyo mimi ninakubali neema aliyonijalia Mwenyezi Mungu na ninashukuru. Na kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema la in shakartum la azidannakum, na mkinishukuru nitakuzidishieni. So maneno ya Elon Musk yametoka juzi, ila haya maneno nimeshayaongea before na ni mazito sana. Sasa sitaki kuongea sana, nataka niache vitendo viongee. Angalia na kuwekea hizi video, angalia jinsi media zinavyoprogram watu, alafu jiulize kwa propaganda hii na ukubwa huu, wakiamua kumchafua mtu si anachafuka, na wakiamua kumsifia mtu si atasifika, na wakiamua kumsafisha mtu si atasafika, na wakiamua kuharibu jambo si litaharibika. Ila ukija upande wa pili unakutana na maneno ya Ruge Mutahaba, anakuambia ogopa vitu viwili: muogope Mwenyezi Mungu muumba na muweza wa vyote, iogope na teknolojia. Sikiliza hii hapa. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities,
We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the troubling trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarmingly, some media outlets publish these stories aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Kama hii haitoshi, angalia Amazon jinsi wanavyoprogram watu. Unaweza kadhani ni taarifa za habari za kawaida, kumbe ni programming. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. We're relying on Amazon to deliver essentials like groceries and cleaning products. Groceries and cleaning products during the COVID-19 outbreak. For the first time, we are getting a glimpse inside Amazon's fulfillment centers to see just how the company is keeping its employees safe and healthy. Safe and healthy. Safe and healthy. Safe and healthy. Safe and healthy while still delivering those packages. Still delivering packages to your doorstep. Sasa hizi ni baadhi. In consumer news, economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some of the spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take the spring out of the step of the Easter Bunny this year. Sasa hizi ni baadhi. Tuingie huku tuangalie kwenye mainstream media. Na hivi vitu nimeviongelea muda mrefu sana kabla hata Elon Musk kuongea haya maneno. Na cha ajabu, kama mmegundua na wafuatiliaji wa Fuse ambao tumeanza mwanzo mpaka sasa hivi, kipindi cha kati hapa, vitu vingi sana ambavyo nimeviongelea huko nyuma vimekuwa vinakuja vikithibitishwa. Hizi ninazoziweka sasa hivi ni video ambazo za mimi nilizirekodi na nikazipost Fuse muda mrefu. Nimeziweka tu kuonesha kwamba hivi ni vitu ambavyo nilikuwa naviongelea before na sasa hivi hali halisi inakuja kuthibitika. Hapa narudi kwenye maneno
napenda sana watu Mungu ambao amewajalia akili na jifunza kutoka kwao. Marehemu Ruge Mutahaba alisema hivi, ogopa vitu viwili, muogope Mungu na ogopa teknolojia. Mungu amedhihirisha na teknolojia imewaumbua. Wanafuse, Kanye West tunamfahamu, tunajua pakati jinsi alivyopoteza madili kwa sababu ya kuongelea Mayahudi. Hii video ni ndefu kidogo kama dakika 16, lakini nakushauri nenda ukaisikilize akielezea definition, maelezo ya being antisemitic. Antisemitic ni kwamba upo dhidi ya Wayahudi. Sasa long story short, sikiliza kampuni atakazozitaja, alafu angalia viongozi wake wa juu ni nani. Okay, so this right here is a chart of Universal Studios, 20th Century Fox, ABC News, CBS, CBS News, Columbia Pictures, Warner Brothers, ESPN Sports, Fox News, Washington Post, Metro Goldwyn Mayer, MTV Music Television, Nickelodeon, USA Today, Wall Street Journal, Comedy Central, NBC Entertainment, Google, what else do we have? Disney, ABC Kids and Family, YouTube, Los Angeles Times, Discovery Network, Paramount Pictures, Facebook, Huffington Post, Yahoo, Marvel, Hulu, Cosmopolitan, Time, Touchstone, Associated Press, Pixar, Miramax, HBO, New York Post, LucasArts, MSNBC, DreamWorks Animation. Now the thing is, I skipped over maybe about 5 of them because it was just unclear on this list. The red are the executives that are Jewish. Zingatia, unaona hiyo nyekundu na hayo makampuni yote aliyoyataja, executives au mabosi wa juu wa hayo makampuni yote ni Wayahudi, ni Waisraeli. Kwa hiyo nadhani utakuwa unapata picha, una join dots. Wanafuse, mimi kazi yangu ni kukuletea facts na logic, then akili ni nywele, kila mtu na zake. Trump wachukua maswali, wewe umetokea wapi? CNN, sijui BBC, sijui Sky, fake news, fake news, fake news, fake news. Ask you a question. What do you have? Go ahead. No, that's enough. Go ahead. Can I ask? But that wasn't my question. The problem is you don't write the truth. So, you know, as far as I'm concerned, I want to go to the next. Can I ask you a question about? No, not CNN, please. Go ahead. The White House has not responded to the I told you. CNN is fake news. Don't talk to me. Malcolm X, narudia kauli yake. Usipokuwa makini, hizi media zitakufanya umchukie anayeonewa na zitakufanya umpende mwenye kufanya uonevu. Menta wetu marehemu Ruge Mutahaba, unajua ukweli wao unaishi milele. Ogopa Mungu na teknolojia. Sometimes sio lazima mtu adanganye. Sio lazima mtu adanganye. Mtu anaweza akasema ukweli kwa njia ya uongo. Mfano wake hai ni kauli ya Donald Trump ambayo ilitengenezwa na BBC. Walichukua kauli za Donald Trump, wakachukua kipande, wakaruka dakika 54, wakachukua kipande kingine wakaunganisha, alafu ikaleta madhara makubwa. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. I'll be there with you and we fight. The BBC spliced together 2 clips that took place 54 minutes apart. Na matokeo yake viongozi wawili wa BBC wa juu kabisa wamejiuzulu, lakini Trump pia amewafunguliwa mashtaka. Sawa? Amewafungulia mashtaka. Na CNN vile vile. Iangalie hii video afu niambie unaona nini. Sasa soma kichwa cha habari. Ukrainian Health Ministry, Wizara ya Afya ya Ukraine. Watu 59 wamekufa na 169 wamejeruhiwa across Ukraine, katika maeneo ya Ukraine as Russia launches attack, kwa mashambulizi yaliyofanywa na Urusi. Sasa iangalie alafu niambie nini maoni yako. Look,
you know, we're going to use the at least 59 people killed, at least 149 people wounded. Those numbers are going to go up. There's just no question about that. I mean, you have fierce fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl. Russian forces quickly overtook that area. We understand they are still in control. Jamani, hao waliolala hapa wote si mnajua ni maiti eh? Unaona hii mouse yangu unapozunguka hapa? Hawa ni maiti jamani. Au sio ni mazombi? The other thing that went down today that was of huge importance was Russian paratroopers went into an airfield 15 miles outside of Kyiv, and for a short period of time this afternoon they helped. Kuna vitu vingine havihitaji maelezo. Wanafuse, muangalie mtangazaji na jinsi anavyoongea kama hali ni hatari. Mambo yanatisha. Alafu angalia washikaji huko nyuma wametulia, hawana habari, wanaendelea na mikakati yao. Yani haiendani anachokitengeneza taswira huyu reporter na hali halisi, ni vitu viwili tofauti kabisa. Anatengeneza taswira kwamba hali ni mbaya sana na inatisha, na washikaji kule nyuma hata hawana habari. Yani hali ni shwari kabisa. Angalia mwenyewe alafu fanye maamuzi. This is the saddest part of horrific scene. Back control of this kibbutz, barely a kilometer from the border with Gaza. It's been a 2-day fight. There are bodies everywhere. There were so many murdered members of this kibbutz: men, women, children, hands bound, shot, executed, heads cut. The Israeli Defense Force are back in control. Na ile mwandishi wa habari wa CNN ambaye alikuwa anatengeneza mazingira kama hali ni hatari, kainama kama anajificha hivi, makombora yanakatiza, mabomu, marisasi. Sasa tuangalie umwamba huyu hapa bana, upepo ni mkali sana, yani asije akachukuliwa na upepo. Yani cheki jamaa anavyopambana na upepo. So that's Mike Seidel. Jamaa anapambana sana na upepo. Ila washikaji wawili hapa juu kulia, sijui labda viatu vyao vinasumakwa au ni wazito sana au sijui vipi au nini. Maoni yako MwanaFuse, hebu nipe maoni yako hapo kwenye comment section. Cheki washikaji hao, cheki hao wawili. Mwamba anapambana sana yani, lakini hawa washikaji, narudia kwa Malcolm X, hizi media zitakufanya umchukie anayeonewa na umpende mwenye kuonea. Tuangalie hii video, alafu sikilizeni maelezo yanayotolewa. The area is completely deserted, kwamba eneo halina kabisa watu. Nataka uwatoe barabarani. Nataka uwalaze pembeni ya ukingo wa barabara. Karibu na barabara, yani hapo ni director anafanya direction. Okay, Jerry, tell the cameraman to keep Clarissa in shot, okay? He's got the... Anampa maelekezo cameraman jinsi ya kutengeneza engo na shoti kaidi. Which project? That's it, perfect. Get nice. Anasema hivyo safi, perfect. Yani engo imetengenezwa vizuri sana. Close. Get the cameraman nice and close. Yule mmoja kaelekezwa aongea na simu na huyu aeke kamera ailaze hivi, dada alale kama vile kuna makombora yanakatiza juu yake. Anaelekezwa mpaka look around, yani jifanye kama unanyanyuka unaangalia hivi hatari nini. Danger. Kama vile kuna danger. Look nice and scared. Yeah, that's it. Catch. Anamwambia mwanamke look nice and scared, onyesha kama unaogopa. Your breath. Dead scary over here with all the bombs going up and all that. Guys. Okay, that's beautiful. That's the money shot. That's beautiful. That's the money shot. Yani hii hapo mmeua, hapa tunapiga hela. Nice and tight on Clarissa. Are you seeing our situation, guys? Yeah. Yes. Can you hear the shells, Jerry? Because they are about 6 miles away. Nasikia? Can you hear the shells? They are about 6 miles away. Maili 6 ni karibia kilomita 10. Kilomita 10 kwa let's say wakazi wa Dar es Salaam
nadhani ni Mwenge mpaka Posta, Salenda Bridge or something. Kilomita 10 ni nyingi. Maili 6, naomba mniambie wanafunzi wenye kujua, sio lazima Dar es Salaam popote. Maili 6 ni kama kilomita ngapi? Stay down. Derek, can you boost the volume on those explosions, please? I'm being darling and Patrick. Hii video sitaki kuimaliza yote. Naomba nikuonesha sasa kilichoripotiwa. Angalia hii hapa, VOA, Voice of America. Journalist covering the Hamas militant attack and Israeli response are confronting physical and digital challenges. Yani unakasirika, lakini mwisho wa siku inabidi tu ufurahi yani. Ukishaujua ukweli na hali halisi. Kwa hiyo wanafunzi, mimi nakuleteeni ukweli, uchambuzi. Ila mimi sishangai kabisa, kwa sababu hivi vitu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwenye hadithi ambayo ni sahihi, iko kwenye Sunan Ibn Majah, hadithi namba 4036. Sayatuna ala nasi sanawatul khada'atu yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukadhibu fiha as-sadiqu wa yu'minuna fiha al-kha'inu wa yukhanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ruwaidhatu qila wa ma ruwaidhatu qala rajulun tafihu fi amri al-amma. There will come time to people, years of treachery, where the liar will be regarded as honest and honest man will be regarded as a liar. The traitor will be regarded as faithful and the faithful man will be regarded as a traitor. And Ruwaybida will decide matters. It was said, who are Ruwaybida? He said, vile and base men who control the affairs of people. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zitakuja kwa watu zama ambazo za khiana, za kudanganyana, zama ambazo mtu mkweli atakuwa anaonekana ni muongo na muongo ataonekana ni mkweli. Mtu ambaye ni mwaminifu na mzalendo ataonekana kama ni msaliti, na mtu msaliti ataonekana kwamba ni mkweli. Kwa hiyo hizi ndo zama ambazo tupo, exactly tulichofundishwa. Hawa watu na hivi vyombo vya habari wametudanganya miaka nenda miaka rudi, lakini mpaka leo hii watu bado wanaamini wanachokiona na wanachokisikia, na wenye kusema kweli wanaitwa ni waongo na wasaliti, au unaweza ukaambiwa hata mchochezi. Kwa hiyo at the end of the day, wanafuse akili kumkichwa. Amini unachokiamini, fata unachotaka kufata, ila ukweli utabaki kwa ukweli, facts zitabaki kwa facts, na logic zitabaki kwa logic. Tuko kwenye festive season, kipindi cha sikukuu, kuanzia tarehe 24, 25 mpaka tarehe 1. Ni muda mzuri wa kuagiza chochote unachokitaka kwa ajili ya sikukuu, iwe ni zawadi kwako, iwe unataka kumchukulia mtu zawadi. Inland Express wanakusanya mzigo, unatoka Marekani tarehe 12, utakuwa umefika Dar es Salaam tarehe 20. Watu wataanza kugawiwa mizigo yao. Ambao wako Dar wanaweza wakaenda kufuata Inland Express pale Mwanga Towers, ambao wanataka wafanyiwe delivery watafanyiwa delivery, ambao wako mikoani watatumiwa. Ingia kama ni eBay, kama ni Amazon au site yote unayotaka ya Marekani, chukua unachokitaka, ni simple. Wapigie simu Inland au chat nao kwa WhatsApp, watumie link, watakupa gharama zao, utalipia, mzigo wako unasubiri, ukifika unaenda kuchukua. Ni as simple as that. Kipindi cha sikukuu, changamkieni. Bila kusahau kwa wanafuse wote mna 15% discount. Vitu vingi ambavyo nimekuwa navisema hapo awali ndio vinavyotokea sasa hivi. At the end of the day, mwanafuse, nini maoni yako? Ukweli utabaki kuwa ukweli, facts zitabaki kuwa facts. Mungu atasimamia ukweli na atadhihirisha ukweli. Na sisemi kwamba sikosei. Mimi ni binadamu na makosa yangu mengi sana, ila huwa najitahidi kwa kadri ya uwezo alivyonipa Mungu nifanye research iliyonyooka. Na kama nilivyosema, kuna hii hapa makala ambayo inaongelea Valentine, atakaye ipo kwenye group na utaratibu, ipo kwenye group na sasa hivi tumeanzisha group jipya. Bwana Fuse, tukutane kwenye comment section. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarmingly, some media what a coincidence! We have
fighting the fake news. It's fake, phony, fake. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Unakuta mtu ukaenda kusikiza hizi taarifa za habari, alafu anakuja kubishana na watu wa facts and logic, watu ambao wanakaa, wanafanya research, wanachimba, wana join dots. Kweli akili ni nywele, kila mtu ana zake. Statistics, takwimu zinaonesha sio Tanzania tu, dunia nzima, mainstream media zimepoteza mvuto dunia nzima. Sasa hivi watu wanaenda kwa watu binafsi. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Sma zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Sma 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Sma za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Sma nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Sma 255. Fuse by DJ Sma inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma. Finally. Wana Fuse, nimetoka kupokea simu kwamba mzigo wangu umeshafika. Mmoja wa watu ambao wanawezesha Fuse Studio ni Inland Express. Sasa nilikuwa nahitaji sound system kwa sababu ya production na editing kwa ubora zaidi, ambazo zimedhaminiwa na Inland Express. Wamenipigia simu kwamba mzigo umefika na wako njiani wanakuja kufanya delivery. Moja ya vitu ambavyo napenda kuhusu Inland ni kwamba sio lazima uende physically. Ukitaka kwenda ofisini kwao, wapo opposite ya Millennium Tower, Mwanga Tower, ghorofa ya 3. Ukitoka kwenye lift unaenda kushoto. Nimeshaelezea jinsi ya kufika ofisini kwao, lakini unaweza ukamaliza kila kitu kwenye simu. Ukachagua mzigo unaotaka either kwa WhatsApp au kwa kuwapigia simu. Mzigo wako ukifika, wanakuletea mpaka nyumbani au ofisini kwako. Kwa hiyo naomba tupokee vifaa vyetu vipya kwa ajili ya Fuse Studio. Finally. Wacheki kwenye WhatsApp namba hii hapa au wapigie simu. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage
respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.